Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Ni muda mzuri tena tumekutana. Mungu akubariki sana. Bila kuponda muda, tunaenda na somo letu la siku ya leo. Somo hilo linapatikana kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 4 na mstari wake wa kwanza. Tunasoma Waefeso sura ya 4 na mstari wa kwanza kwa jina la Yesu. Kwa hiyo nawasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyoustahili wito wenu mlioitiwa. Haleluya. Leo tutajifunza somo linalosema wito. Wito ndo somo ambalo tutajifunza leo. Katika waraka kwa Waefeso, mwandishi wa waraka huu ni Paulo mwenyewe, ni mtume Paulo. Mtume huyu aliweza kuandika nyaraka nyingi tu, akiwemo waraka wa Filipi, akiwemo waraka wa Efeso vile, lakini pia akiwemo waraka wa Kolosai, lakini pia akiwemo waraka wa Filemoni. Nyaraka hizo zote aliziandika akiwa kule kifungoni. Hivyo nyaraka hizo huitwa nyaraka za kifungoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaingia kwenye somo letu, tujue nini maana ya wito. Wito ni nini mpendwa? Je, unajua wito? Sasa unisikilize vizuri tuone wito. Wito maana yake nini? Wito ni ile hali ya mtu kuitwa au kupata msukumo wa ndani kufanya jambo fulani, lakini pia mara nyingi wito huambatana na hisia za kusudi, shauku na utayari wa kujitoa. Haleluya. Huo ndio wito mpendwa. Kama ulikuwa hujui wito, hiyo ndio maana ya wito. Lakini bila kuponda muda katika somo letu, twende kujua kusudi la somo. Kusudi la somo linatushauri kwamba ni kujua nafasi yako ulioitiwa na Mungu. Sio kujipachika mpendwa. Hiyo ndiyo kusudi ya somo. Ni vizuri sana we kama Mkristo kujua na nafasi yako ulioitiwa na Mungu katika kanisa. Haleluya, barikiwe sana. Na bila kuponda muda leo, tunataka tuone aina nyingi za wito. Na katika aina hizo mimi nitakutajia tu aina 3 tu za wito. 1 ni wito wa kidini, 2 ni wito wa kijamii, lakini 3 ni wito wa kitaaluma. Bwana Yesu asifiwe sana. 1 tumeweza kugundua kuwa ni wito wa kijamii. Wito wa kijamii unatueleza kwamba mfano mtu kuitwa kuwa mchungaji, padri au shemasi. Huo ni wito wa kidini. Kwa hiyo ndio maana unaweza ukasikia mitaani, mchungaji, padri, shemasi. Huo ni wito tu wa kidini. Nataka unielewe vizuri mpendwa, somo hili la leo ni nzuri sana. Ni vizuri unisikilize kwa makini sana ili upate kujua wito wako ulioitiwa na uweze kutofautisha namna ya wito ulio nao. Haleluya. Lakini pia tuone namba 2 ambayo inatuambia ni wito wa kijamii. Wito wa kijamii, mfano mtu kuitwa kuwa mwalimu, daktari au msaidizi wa jamii. Na ndio maana ukiingia mitaani unakuta fulani ni daktari, yule ni msaidizi wa jamii, vitu kama na hivyo. Hao ni watu ambao wana wito wa kijamii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wito wetu wa 3 katika aina ya hizo wito tuliosema inatuambia kwamba ni wito wa kitaaluma. Wito wa kitaaluma, mfano mtu anahisi kusukumwa kutumia kipawa chake kazini au taaluma fulani kwa uaminifu na kwa huduma kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ni wito wa kitaaluma. Yaani mtu anahisi tu kusukumwa kutumia kipawa chake. Yaani una kipawa fulani, una kipawa na alafu unasikia msukumo fulani wa kufanya jambo, basi ujue huo ni wito wa kijamii. Na ndio maana mtoto wako akikosa utakuta mtu anamwadhibu hata kama huo haupo. Yaani yeye ni msaidizi wa jamii. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuone sasa utofauti wa wito wa Mungu na wito wa mwanadamu. Haleluya kanisa. Tunashukuru sana
Mungu kwa ajili ya kutupa neema hii ili tuweze kujua wito. Namba moja ni wito wa Mungu au mtu kuitwa na Mungu. Je, wewe umeitwa na Mungu au ndo unaingia tu kanisani lakini hujaitwa? Nataka sasa nikueleze ili uweze kujua hakika wewe umeitwa na Mungu au wewe haujaitwa na Mungu. Twende. Wito unaotoka kwa Mungu mwenyewe ni wa kipekee tena wa kiroho, na mara nyingi huja kwa njia ya maono, mafunuo, neno la Mungu au msukumo wa ndani wa Roho Mtakatifu. Huo ni wito kabisa kutoka kwa Mungu. Haleluya. Sasa ndo maana unaona makanisa mengi sana yanakuwa na migogoro. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu watu hawaelewi wito walioitiwa na Bwana. Wewe umeitwa kuwa mchungaji, lakini unataka kuwa shemasi, tayari umeharibu mambo. Wewe umeitwa kuwa mwalimu, lakini unataka kuwa askofu, tayari umeharibu mambo. Kinachotokea ni migogoro katika kanisa, ni magomvi katika kanisa. Sasa ni vizuri sana uweze kusikia sauti. Sasa ni nani kati yetu aliyeweza kuitwa padri, aliyeweza kuitwa mchungaji kanisani, huku kabla ya kuanza utumishi wa kanisa au kufanya kazi hiyo ndani ya kanisa, alisikia msukumo gani? Aliona maono gani? Aliweza kupitia nini ili aweze kuelewa kuwa mimi nimeitwa kuwa mchungaji? Ni vizuri sana mpendwa